kwamba Baba tuweze kulizungumza neno lako kwa ujasiri na kwa nguvu zako kweli ambazo zimeketi juu yetu. Ndio. Maana Bwana tunatambua kwamba kwa nguvu zetu hatuwezi kwenda kweli, ila kwako Baba tutaenda. Kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kwa mamlaka yako ndio tunainua mikono yetu juu, ishara kwamba Baba tumekukabidhi mamlaka na uwezo wetu tulionao kwa jina la Yesu. Na kwa hayo mamlaka Baba tunataka kunasa kila nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo ambazo zinajinua juu ya uwezo wako. Kweli. Tunatangaza mbingu wazi juu ya ibada hii kwa damu ya Yesu. Tunatangaza makusudi ya Mungu juu ya ibada hii kwa jina la Yesu. Kwa sababu Bwana tunatambua kwamba makusudi yako hayapingiki. Ndio. Uwezo wa kichawi hauna mamlaka juu yako. Kweli. Sarakasi ya adui haina uwezo juu yako. Kwa jina la Yesu. Wewe uliyefufuliwa katika kaburi. Kweli. Ukashinda mauti. Ndio. Ukainuliwa zaidi juu ya mamlaka yote. Kweli. Ukainuliwa zaidi juu ya uwezo wote. Ndio. Ukainuliwa juu zaidi ya wafalme wote. Kweli. Na ukainuliwa hata zaidi ya majina yote yanayotajwa katika kizazi hiki na vizazi vijavyo. Kwamba Baba umepokea huu uwezo na haya mamlaka yote yako chini yako. Kwa hivyo tunatangaza katika anga hii kwamba Kristo Mwokozi umetawala. Ibada hii na kipindi hiki Baba tumekinua mbele zako. Na tunatangaza kwamba hakuna nguvu za giza ambazo zitainuka kunyamazisha wala kushusha makusudi yako. Maana daima makusudi yako hayapingiki. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Tumekuja na ujumbe ambao ni very simple. Tubu dhambi na makosa. Yes. Kristo Mwokozi anakuja. Amen. Kweli. Biblia inasema kwamba Mungu akaketi mahala pa juu palipoinuka. Yes. Na akatazama ulimwenguni. Ndio. Ambako kulikuwa kumejaa na uovu. Kweli. Ambako kulikuwa kumejaa na mabaya. Ndio. Ambako kulikuwa kumejaa na upotovu. Mungu akaangalia chini ili kwamba aweze kumpata hata mtu mmoja katika mji huu. Ili kwamba aweze kumpata mtu mmoja katika hicho kizazi. Ili kwamba aweze kumpata mtu mmoja katika hiyo familia. Ili kwamba aweze kumpata mtu mmoja katika hilo kanisa. Kweli. Ili kwamba aweze kumpata mtu mmoja katika hilo taifa. Na atumike kama chanzo cha kuponya mji ule. Amen. Atumike kama chanzo cha kuponya nchi hiyo. Amen. Atumike kama chanzo cha kuponya madhabahu hayo. Amen. Kanisa hilo, mji huo. Praise the name of the living God. Amen. Kwa hivyo sisi tumeitikia mwito wa Bwana. Tumekuja katika eneo hili kutangaza kwamba Kristo Mwokozi aliyemuua mnyama akapoteza uhai na akafanya mavazi kwa Adamu na Hawa katika bustani la Edeni ili kwamba kuwavisha kuwarudisha tena katika mpango na kusudi lake. Bado hii leo ana huruma juu ya watu wake waliopotoka. Praise the name of the living God. Amen. It is not over. Biblia inasema katika Yohana 3:16 kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asife bali awe na uzima wa milele. That is the mission of Christ. Yes. Na Biblia inasema kwamba yeyote anayeamini. Biblia haijasema kwamba yeyote asiye dhambi, yeyote asiyefanya dhambi, yeyote anayeamini asife bali awe na uzima wa milele. Amen. Ina maana kwamba ukiamini katika Baba, yes, anakuosha dhambi zako. Amen. Praise the name of the living God. Ina maana kwamba ukiamini katika Baba, you are guaranteed of the eternal life. Praise the name of the living God. Ukiamini katika Baba, umeketi juu ya mamlaka na uwezo wote. Anasema katika Waefeso 1 kuanzia mstari wa 19 hadi 23 kwamba aliyeniamini mimi amefanyika kuwa na uwezo na zile nguvu zilizofanyika katika kunitoa katika mauti. Na ameinuliwa pamoja nami na kuketi juu ya mamlaka na uwezo wote. Yes. Amemweka juu ya uwezo wa dunia hii. Amen. Amemweka juu ya majeshi wote wa giza. Ili kwamba unapoamini, you be a partaker of the kingdom blessings. Praise the name of the living God. Unakuwa mtu ambaye umeunganika katika baraka za Mungu, uzima wa Mungu, na kila chochote ambacho kinatoka kwa Mungu. Praise the name of the living God. Amen. True. Amen. Amen. Kwa hivyo katika mji huu ujumbe wetu ni very simple.
Yes. Ni mwepesi sana. Kwamba tutubu dhambi na makosa. Kristo Mwokozi anakuja. Amen. Kweli kabisa mtumishi. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That is the mission of Christ. Mungu kusudi lake ni kuona kwamba kila mwanadamu, kila mwenye mwili ameweza kupokea uzima wa milele. Yes. Anasema kwamba mimi ndiye njia, kweli na uzima. Kabisa. Asiye nami hana uzima. Ndio. Asiye nami haijui njia. Yes. Asiye nami hana kweli. Kweli kabisa. Praise the name of the living God. Amen. Amen. Kwa hivyo wakati tunahubiri injili namna hii, sisi hatutaambia watu ambao hawajaokoka kuja upe Kristo uzima wako. Kwa sababu mtu ambaye hajapokea Kristo Mwokozi hana uzima. Ana. Kwa sababu Kristo mwenyewe ndiye uzima. Kwa hivyo yeye hana uzima wa kumpatia Kristo. Amen. You don't have a life to give to Christ. Kweli. Praise the name of the living Amen. God. We will not ask you, an unbeliever, to give your life to Christ because you don't have a life to give to Christ. He is the life, the truth, and the way. Amen. Tutakwambia nini ambaye umetamani ukasikia injili hii ukaona kwamba kweli Kristo ajapo mara ya pili, wakati atashuka mawinguni, hatafika chini tumchape viboko venye wengine huwa tunasema kwamba akifika hapa viboko inaanza, atabaki katika mawingu. Na mara ya pili Kristo akikuja, hatakuja kuokoa tena. Yes. Kazi ya Kristo ya kuokoa ilifika mwisho wakati wa msalabani. Amen. Mto wake wa pili Kristo Mwokozi anakuja kuhukumu. Yes. Kwa hivyo imetupasa wanadamu tukue katika kusudi na mpango wake, kwamba ajapo Kristo Mwokozi anatupata katika mpango na lile kusudi ambalo alikuwa nalo tangia mwanzo, kwamba mwanadamu asipotee bali awe na uzima wa milele. Na huo ndio ujumbe tunaleta hapa. Yes. Praise the name of the living God. Amen. Kweli kabisa. Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 36 mpaka 39. Matendo ya Mitume 2 kuanzia kifungu cha 36. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, basi nyumba yote ya Israeli wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mlie